Sasa you'll be the first vice president who became the president and the first president to be a one-term president. Semeni one term. One term. Sasa William Samoei Ruto atajulikana kama mtu ambaye ataenda one term na aende wapi? Nyumbani. Aende wapi? Nyumbani. Sugoi asubuhi na mapema anapita Eldoret town katikati. Nakuru County ni county kubwa sana. Na kama mnataka sisi kama wananchi tuwaonyeshe ni sehemu gani na gani affordable houses nafaa kujengwa, mkuje polepole, mtuite mkutano kama vijana, alafu tuwaambie ni wapi mtaweka hizo manyumba. Ama namna gani? Alafu kutuambia tunakuja kujenga kwa uwanja affordable houses, awe ni Ruto, awe ni Susan Kihika, awe ni Gikaria, ama Arama, ama ni Irene Njoki, ama Chelule Liza, ndiye ametoa hayo maoni. Ajue ya kwamba sisi kama vijana kwa ground tumekataa. Sisi kama wenye tuko kwa bunge la mwananchi. Wananchi power. Bungeria. Bondeni hoye. Kwa majina naitwa Robert Makoha Wangoho, rais wa bunge la mwananchi la Nakuru County. Hii ni sauti ya rais. Sasa mimi leo nataka kuongelea jambo moja limenikera sana. Linaitwa Afraha Stadium. Mwisho mimi kuongelea Afraha Stadium nilikuwa namkumbusha gavana wetu Susan Kihika afungulie vijana uwanja waweze kucheza, waguze talanta zao, kwa sababu alikuwa amechukua muda mrefu sana. Uwanja ulikuja ukafunguliwa, tunashukuru Mwenyezi Mungu, lakini hii wiki tena tu ikielekea last week ikielekea kuisha, tukaanza kusikia tetezi zingine za upuzi sana. Tetezi hizo eti wanasema ya kwamba eti sehemu hii ya Afraha Stadium wakuja wajenge affordable houses. Nyinyi mtakubali hiyo maneno kweli? Sasa Afraha Stadium is a stadium with international standard. This is a stadium we look forward for an expansion in a near future. Badala kutuambia vile mnapanua uwanja iweze kuaccommodate michezo zote za vijana wetu, nyinyi mnaanza kutuambia ati Afraha Stadium ati mtatenga upande huu eti ikuwe ni affordable houses. Nakuru County ni county kubwa sana. Na kama mnataka sisi kama wananchi tuwaonyeshe ni sehemu gani na gani affordable houses nafaa kujengwa, mkuje polepole, mtuite mkutano kama vijana, alafu tuwaambie ni wapi mtaweka hizo manyumba. Ama namna gani? Alafu kutuambia tunakuja kujenga kwa uwanja affordable houses, awe ni Ruto, awe ni Susan Kihika, awe ni Gikaria, ama Arama, ama ni Irene Njoki, ama Chelule Liza, ndiye ametoa hayo maoni. Ajue ya kwamba sisi kama vijana kwa ground tumekataa. Sisi kama wenye tuko kwa bunge la mwananchi. Kuna uwanja mahali kama Gilgil, wanauza bei mzuri ya mashamba. Endeni Gilgil, enda mnunue mashamba huko, muweke affordable houses. Kuna sehemu kama Rongai huko, mahali kunaitwa Majani Mingi, Banita, enda Solai, enda wapi, enda Saliga. Kuna nafasi kubwa kubwa, mashamba imelalia. Mashamba mengine ni ya hao viongozi ambao wanataka kuja karibu na town wanyakue uwanja ambao vijana wetu wanachezea. Mimi nataka kuambia ya kwamba Afraha Stadium is a historical stadium. Sasa kama wewe ulizaliwa ukapata Afraha Stadium iko in place na unataka kudanganyika na hiyo miaka yako 2 ama 1 umebakisha kwa ofisi, eti mufanye ujanja ukuje ujenge karibu na stadium yetu ma affordable houses ambazo tunajua hata wananchi hawezi waka-afford. Hiyo ni ndoto ya mchana na hatuwezi tukakubali mambo kama hayo. Ukweli ama urongo? Bunge power. Sawa. Wacha niongee kwanza. Wacha niongee utarudi. Sawa kwanza ile. Wananchi power. Wananchi power. Mimi nataka kuongelea kuhusu rais. Wakati alikuwa anakula kiapo alisema atapigana na cartel. 100 days cartel itakuwa imeisha Kenya. Juzi tumeona rais ameita watu huku akapelekwa state house wakapewa 10,000. Hiyo ni cartel ama si cartel? Hiyo si ni cartel? Kama umechukua wananchi unawaita unapatia 10,000. Bado upatie wananchi kazi. Unapatia wananchi 10,000. Umesaidia wananchi nini? Patia wananchi kazi na ushukishe bei ya chakula, kila kitu ikuwe cheap. Sasa umetuletea pikipiki ya stima, si tuna pikipiki. Tutafanya nini?
Si tushukishie maisha ikuwe cheap na upatie vijana kazi viliwaahidi 100 days. Vitu maisha itakuwa mzuri na mwananchi hataumia. Aya. Jambo lingine ni hii. Vijana sasa wana kazi. Ndaongea Aya. Vijana wana kazi. Wakabura mlimkataza siongee jana. Vijana wana kazi. Umeenda State House ukapatiana 10,000, hao jamaa wamekula 10,000. Hiyo 10,000 ungetenga kazi upatie vijana ama upeleke 10,000. Sasa watoto pesa mtihani hakuna. Ungepeleka pesa kwa shule watoto wafanye mtihani. Ulituambia hakuna pesa mtihani. Aya. Na utusaidi. Ingine ndo hii. Jamaa Ojwang aliuliwa bure. Mnafanya ushahidi kila wakati ya nini? Simushike wenye huyo mtu waeke ndani. Ama upatie wananchi huyo mtu vile walifanyia ndugu yetu. Pia sisi tumsalimie kidogo. Bunge oye. Bunge oye. Nashukuru sana. Mimi ni mkaleji wa Bondeni. Mimi naitwa Professor J. Judge Not. My name. Judge Not. Usinihukumu na mimi sikuhukumu. Na bora tunaongea nini? Haki na binadamu. Sababu mimi nashukuru kama jana nilifurahia sana nikisikia mzee Gekaria alipata mseno wake, alipata kijana wa machachari wa Bondeni. Nikafurahia sana. Nikashukuru na bado nilifurahia sana mpaka wakatupa ile ushujaa. Niliona paka baluti zinatupa ushujaa. Samuel Ruto, Susan alikuja. Hata Susan niliwashukuru. Na barabara, mvua yenyewe walibarikia, walichinja vitu zote na Gekaria. Na ujue bado, hiyo ni pesa yetu ya nini? Mimi sasahau ya mawe. Mkiiba mawe Waswahili wa Bondeni. Nilifurahi mwingine wetu, shujaa moja wetu, anaitwa Wakaburu. Anakuja pale walimnyima Mike. Paka Gekaria na Rama na Susan wanamnyima mbona Mike. Huyo si Mkenya ama ni Mganda? Umeniambia Kenya. Tulifurahia harusi. Tulifurahia harusi yao ya mashujaa. Walisema ni mashujaa paka mabalutu walitupa. Lakini baadaye ile mvua, ile mtaro yetu na barabara, maji baadaye ndio lituvamia kwa nyumba. Tumefurahia, baadaye ni kilio. Tutakuwa aje na kilio? Wakenya, tutakuwa kilio. Bunge oye. Tutakuwa kilio. Hapo watatu enjoy. Wasubiana ni pesa yetu ya TV. Ni pesa yetu HIV. Ni ile HIV walikambia tirani wanakula pesa yetu na hii hapa ya wazee. Hii pesa ya wazee atuone wamama wazee. Wamama wazee bado maji ilijaa kwa manyumba zao. Bondeni walikula pilau, wamama wazee wafiki huko. Lakini tuwezi furahia kama kitu kama hiyo, tujenge barabara yetu, tujenge land yetu.